Naitwa Petro Karange toka kata Chenjezia. Mimi mfanya usafi. Watu wapita asubuhi hapa. Nikapita hapa nikapita nimemkuta kijana mtoto huko wanapita dampo nikapita kama kupita tu kaangalia tatizo zikoje. Mtoto yuko ndani ya dampo. Nikisha nikafika mbele kwa sababu vijana wenzangu nikawaambia jamani mtoto ametupwa ndani ya dampo. Niliwaambia wenzangu ndio kutoka wawili bila kusema. Tunaenda mwenyekiti wa kitongoji afu ndio atatoa taarifa kituoni ili tutukue mtoto huyo aende sehemu husika. Alikuwa yuko wazi kama wazi, hakuwa na nguo yote ile. Inavyoonyesha kama alikuja kutupa imfunga kwenye bahasha zile kubwa, imfunga kwenye bahasha. Kati ya ile mvua ya jana usiku ilivyomenyeshea, ikawa ile nani imetanika ile nani. Fungashio kimetanika kimeachia na kama baki yuko wazi. Kama maana sisi tumetoa ile kitambaa kingine tukawa tumefunika hapo hapo. Hajaitokea toka mwanzo tulianza. Hii ndio imekuwa mtoto wa pili huyu kwenye dampo. Madam mengine haijatokea kwa hivi. Hawa ni kukamata na kutia ndani au kunyongwa tu. Na wenyewe wanyongwa maana inaada kuishi maana wenyewe sabia kuoa. Na wenyewe kukamata ni kunyonga tu. Mimi kwa jina naitwa Mawazo wa Nkungwe. Ni mfanya safi hapa kwa dampo la Masaki. Hii ni mara ya pili. Tunashangaa madampo mengine hatukuti vitendo kama hivi, lakini hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulipata wa kiume, leo wa kike. Sasa mbele sisi ni kwamba yani kikubwa zaidi ni hawa kina dada ambao wanapata mimba afu wanatoa mimba bila sababu za msingi. Nafasi asibebe mimba tu kama naona hivyo, kama nataka starehe asibebe mimba. Kwa sababu anapobeba mimba mpaka mtoto anakuwa kiasi hicho, anakuja kumtupa. Kweli hali sio nzuri. Mimi naitwa Bahati maarufu kama Mama Ima. Ni jirani sana na hili dampo hapa. Kweli tulipopata hizi taarifa tumesikitika mno. Lakini pia tunaomba serikali hili dampo litoke. Kwanza ni hatari hata kwa watoto. Matakataka wanatupa ovyo ovyo. Unaamka asubuhi mara pedi, mara pampasi za watoto. Kwa kweli hili dampo ni kero kubwa kwetu. Tumesikitika sana sana sana. Hatuwezi kulisemea sana ila tu Mungu amsaidie aliyefanya hivyo. Na naamini kwamba hajatokea mtaa wetu wa Masaki kwa sababu hili dampo linabeba takataka kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo na aliyefanya hivyo Mungu tu amkumbuke. Ni ukatili mkubwa mno. Tumesikitika sana. Kama unavyoona baada ya kutupa kwenye guba kabisa kule takataka zinakuja mpaka barabarani. Wanatumwa watu kutoka masokoni huko Vichaa wanakuja wanatutelekezea mlangoni. Kwa hata ukizunguka saizi mwandishi kule utakuta takataka huko takataka badala ya kusanyika hapa. Hata hivi ukiangalia huko barabarani takataka tu. Mimi naitwa Sifa Nasolo Kolongo, ni mkazi wa kitongoji cha Masaki, ni mwenyekiti wa kitongoji. Ndugu zangu, hapa kwenye dampo letu la Masaki tumeokota mtoto wa jinsia ya kike ambaye alitupwa, atuelewe alitupwa saa ngapi. Ilipofika saa 3 asubuhi, wafanya usafi wa hili dampo la Masaki walinifuata nyumbani kwangu na kuniambia kuna mtoto ametupwa kwenye dampo. Baada ya kufika hapa kwenye dampo kumwangalia mtoto ni jinsia ya kike. Kwa hiyo ndugu zangu wa kitongoji cha Masaki, kata Ichenjezia, nawaombeni sana tuwe makini kwa hili tukio lililotokea. Na hili tukio sio la mara ya kwanza, ni la mara ya pili. Mara ya kwanza tulikuta mtoto wa jinsia ya kiume, tuliwaita watu wa polisi walimbeba, na sasa hivi tumekuta mtoto wa jinsia ya kike. Tunaomba ushirikiano wenu. Kwa yoyote ambaye anayejua jirani yake, ndugu yake alikuwa mjamzito na sasa hivi sio mjamzito, tunaomba afike kwenye uongozi atuwaelekeze, si tupate ushirikiano. Asanteni na shukuru. Hili dampo imekuwa hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza alitupwa mtoto wa jinsia ya kiume. Na hii sasa imetupwa mtoto wa jinsia ya kike. Tunaomba serikali hili dampo watutolee tu eneo letu la Masaki kwa sababu limekuwa uchafu wa uzolewi kwa wakati, imekuwa changamoto na watu kutuletea kutupa watoto. Tunaomba liondoke tu eneo letu hili. Ni kweli kwamba kuna kitoto kichanga ambacho kimeokotwa eneo la Ichenjezia dampo. Inakadiriwa kuwa na umri mpungua miezi 9 ya kuzaliwa. Kwa hiyo imekutwa dampo ametupwa pale. Lakini aliyefanya kitendo hicho bado hajafahamika. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi kuona kama kuna msichana au mama ambaye alikuwa na ujauzito maeneo hayo na sasa hana au ni sehemu nyingine. Kwa hiyo mpaka sasa haijatambulika na wafunuliwa wa mtoto umepelekwa hospitali ya wilaya Mbozi kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu na kuendelea kumtafuta aliyefanya kitendo hicho. Ni vitendo vibaya, vitendo vya kikatili, vitendo vya kinyama, lakini pia ni kosa la jinai kufanya hivyo. Na kama watu wanakuwa na changamoto za maisha, basi ziko taasisi, ziko idara ambazo zinashughulika na mambo ya tunao ustawi wa jamii, lakini pia kwetu polisi kuna dawati
la jinsia na watoto, kama kuna changamoto yoyote, mtu kakataliwa mtoto au akataa ujauzito au lolote lile linalohusiana na mambo hayo, ripoti kwenye vyombo husika ili hatua ziweze kuchukuliwa na si kufanya hivyo vitendo vya kikatili ambavyo kwenye jamii havikubaliki. Kwa hiyo nataka wananchi wafuate taratibu, kama kuna changamoto za maisha, ziko vyombo, ziko idara ambazo zinashughulika na mambo hayo, watoe taarifa ili ziweze kushughulikiwa na si kupoteza maisha ya watoto wasiokuwa na hatia.